Flavia, why do this to me? Why? You know very well that I love you, Flavia. I can't live in this world without you. Why do this to me? Yes, I know that you don't want to see me, you don't want to talk to me anymore. Why, Flavia? Just give me 2 minutes. I want to explain you everything. You are the most important person in my life. I can't live in this world without you, Flavia. I love you. I love you so much. Why do this to me? Try to understand. Flavia, listen. Listen to me. No one can separate us. So try to understand. Please. Please, I beg you, Flavia. Please. Flavia, please. I love you, Flavia. I love you. Sawa Rajabu, nimekusikia. Nipo tayari kukusikiliza. Flavia, as I said last time, Eva, she's not my girlfriend. Why? Because ni muda mrefu sana familia yangu na familia ya Eva walikuwa ni partners, kwa sababu baba yangu na baba yake ya Eva miaka hiyo ya zamani walikuwa wakitumika business moja, okay? Na walikuwa wakitumika kama partners. Kwa hiyo tulizaliwa sisi watoto na tukakuta tayari yale mahusiano yapo, okay, katika familia yangu na familia ya Eva. So tulikomaa hadi tulipofikia umri wa miaka 18 tayari baba yake ya Eva aliweza kusafiri, alikwenda kuishi Paris, na kwa bahati mbaya baba yangu mimi alipoteza maisha. Na wakati huo sasa ni hapo Eva alitaka kuanzisha mahusiano na mimi. Okay? It's long time ago. Alitaka kuanzisha mahusiano na mimi, lakini mimi nilikuwa namchukulia tu kama rafiki yangu. Ila kiupande wake alikuwa na naweza nikasema nini? Alikuwa tayari ana mipango yake ambayo tayari ameshapanga, lakini ni mipango ambayo kiukweli haiwezi kuja kutokea katika maisha yetu. Na hivyo I remember one day aliponiita the first time na kuniambia kwa anataka tuanzishe mahusiano. Jibu langu lilikuwa moja tu. Nilimwambia no, siwezi. Kwa sababu mimi sijawahi kumpenda Eva na sitokuja kumpenda Eva katika maisha yangu. Mwanamke wa ndoto zangu na mwanamke ninayempenda kwa dhati ni wewe Flavia. Okay. Kwa hiyo nafahamu vizuri ya kuwa siku ile ulikasirika sana. Yes, lakini ilitakiwa ujue ukweli. Okay? Na ni huo ndio ukweli ambao naweza nikakwambia siku leo. Ni hivyo Eva, na kwa sasa yani sitaki hata kukutana naye tena kweli. Okay? So kwa hiyo Flavia, ni hivyo, nadhani umenielewa nachozungumza. Rajabu, kikweli naomba unisamehe. Naomba unisamehe kwa kweli. Maana kilichonifanya mimi nikasirike ni kitu ambacho nimekiona siku ile pale. Kikweli sikujisikia vizuri. Naomba unisamehe kwa sababu nilikuwa sijui kinachoendelea kati yako wewe na Eva. Nilishikwa na hasira na kuondoka bila kukusikiliza. Naomba unisamehe kwa kweli. Ila mwenyewe unajua ninavyokupenda. Rajabu, nakupenda. Nakupenda sana. Flavia, niseme asante sana kwa kunielewa. Alafu usiniombe sorry, mimi sina kinyongo na wewe. Na siwezi nikawa na kinyongo na wewe kwa sababu Flavia, mimi sio drama wala sipo hapa kwa ajili ya kukuigizia. No, I love you. Nakupenda kikweli. Nakupenda sana.
Kwa hiyo nilikuelewa na nilijaribu ku take time ili nikutafuti, lakini bado ulikuwa haunielewi. Okay, so mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kusema tu nakupenda. But it's okay, I'll let you be. Take your time, take your time. But say you will come back to me. You will come back to me. Take your time, take your time. But say you will come back to me. Arnold, mimi kabisa nimekuita hapa. Naona nyuma hapa tumekuwa na ugomvi sana. Na mimi ni mtu mzima, nimeshaelewa. Siwezi nikazuia watu wawili kupendana. Najua dadangu anakupenda sana. Napenda sana, nimeshajaribu sana kukatiliza mahusiano yenu. Naona nimeshindwa. Kwa hiyo ninakuja na sharti moja. Ninataka katika penzi lenu dadangu hawe na amani. Hiyo sio ombi, ni sharti nakwambia. Kwa sababu mimi ikikuwa kinyume na hilo hatutapatana kabisa. Mpende dadangu awe na amani siku zote. Kwa sababu mimi ninachukulia kama mimi ndo baba yake. Mimi ndo kila kitu kwake. Unajua nikwambie kitu Arnold. Hapo awali mimi ninakufahamu sana. Wewe ulikuwa ni playboy. Ndio maana nimekuwa siruhusu hata kidogo wewe kutoka na dadangu. Ndio nakwambia kwa sharti hilo inabidi ulifuatilie. Acha niseme asante tu kwa maamuzi ambayo naamua leo. Kwa sababu yule dada yako Giselle mimi nampenda sana. Na wewe ulikuwa kama vile kwazo kwangu mimi. Nimefikia hata kiwango nimekata tamaa. Na nikaona inabidi tuzungumze mimi na wewe. Na kwa hizo sharti ambazo unanipa, wewe usiofu sana. Mimi ni mwanaume kama na wewe. Pia ninafahamu mapenzi vizuri. Mimi siko playboy kama jinsi wewe unavyozani. Mimi nampenda dada yako. Tena mapenzi ya dhati sana. Nafahamu vizuri ya kuwa siwezi nikamvunja roho au nikamfanya awe na mawazo nyingi sana kwa ajili yangu. Kwa sababu mmesha kuwa na marumbano hata kati yenu. Acha niseme asante sana kwa kuelewa hisia zangu kwa ajili ya dada yako. Ninakuahidi ya kuwa dada yako ataishi vizuri sana. Na mahali pote tutakapoishi tutaishi kwa amani na furaha. Mimi si yule ambaye ulifahamu toka zamani. Nimesha change zamani. Kwa sasa ni Arnold wa sasa. Na kuahidi kila kitu kitakuwa vizuri sana. Asante. Ya, halo brother. Habari ya masiku? Mimi niko poa huko wangu. Hivi uko wapi? Ulienda safari? Wapi tena ulienda? Uganda. Yes, kwani hizo taarifa kweli? Ulienda kikazi au? Mimi niko poa kwanza huko. Labda wewe huko. Ya, na kepe utarudi lini? Tayari. Kumbe utarudi. Basi tutakuwa tunaongea kwenye simu. Poa poa brother. For nothing but just to be with you. When love touches your heart, it feels so beautiful.
Hivyo dada, kwa nini unakuwa kumfuatilia mpenzi wangu? Hapa mjini kuna wanaume wengi, kwa nini umngangania mpenzi wangu? Hivyo dada, mbona una tabia chafu? Mtu asiyekuwa na aibu. Ili ni onyo la mwisho, achana na mpenzi wangu. La sivyo, nitakufanya kitu kibaya ambacho utakuja kusabu maishani mwako. Hivyo dada, una tatizo gani? Unajikuta nani hasa? Afu unajua na kushangaa sana. Maana unayemwita mpenzi wako hakupendi, hakutaki, hana time na wewe. Kwa nini unajisumbua?